Mchezo wa ridhaa. Yes. Watu wanaupenda mchezo, ni kweli, watu wana mapenzi na huu mchezo. True say. Sio, umeelewa? Tuongelee wadhamini. Hii swala la wadhamini hii bwana. Ni la kuingia la kutoka. Yaani mdhamini anahisi anaweza amekaa huko ameangalia atmosphere ya mchezo wetu. Afa atia mguu anatoa. Hiyo tia mguu toa. Nini unahisi nini kinapelekea hivyo? Simple. Hatuna mipango. Hatuna mipango. Yaani ukimwona mdhamini amekuja kwako na akajitoa, yani simple, it means huna mipango. Tumezingua. Yaani kuna sehemu tu utakuwa umezingua, alafu mdhamini pia anahitaji visibility. Nahisi kwenye kamiti ya basketball especially kwa ligi ya Dar es Salaam hawajaangalia tu mbinu za ziada za visibility. Kwa mfano tuna timu 15 16 if I'm not mistaken. Sawa, yani hizo wanaume tu. Wanaume. Tukiachana na wadada. Sawa, hapo tumezungumzia wanaume na tukiongeza na wadada na timu kama 15. Kila timu ina wachezaji ambao wanaangaliwa. Na same as wadada pia. Unaona kama kwa mfano kwa wadada tuna mtu kama Noela. She's the baddest. She's the baddest. Tukusubira Mausamba. Muhimu. Wanajeshi. Usigemtaje. Tukusubira ni jeshi sana. Umeelewa? Kina Diana, umeelewa? Wanaume kwa mfano JKT, we all know. Tuna superstar, tuna mtu ambaye amekuwa MVP so chini ya mara 4, Baraka Sadiki, pia tuna mdogo wake. Tuna Jonas, umeelewa? Hao wote ni keys player kwenye timu zao. What if ligi ikatengeneza mikakati sawa ya visibility kupitia kuanzia uwanjani mpaka kwa wachezaji? It means kuwajumuisha wachezaji kwenye activities za CRDB. Na kingine anachokionaga ni tumekosa wabunifu ndani ya kamiti. Sijui unanielewa? Yaani unavyosema ni kwamba tumekosa watu ambao wana mawazo chanya ya huu mchezo, ndio ubunifu wenyewe. Na sio kwamba walokuepo sio kwamba hawana mawazo chanya. Shida ipo ni kwamba wamezoea viti vyao. Kweli? I don't know, lakini kuna vitu nahisi kabisa yani hawajatanua. Kuna msemo unasema kwamba binadamu anafikiria mara 50 zaidi ya mnyama. Na ukitaka ukijua hilo ndugu yangu, mimi naye tulipokaa hapa atokee German Shepherd ambaye hatujamzoea. Uwanja si mrefu. Nyuma yetu hapo. Si mrefu. Hizi singenge ni fupi sana kwetu. So tumeshindwa kufikiria mara 50 ya pale tulipokuwa. Pia kingine tunaweza tukawa tunasema tunailaumu serikali. Yes, sisi tumefanya jitihada gani mpaka serikali washtuke? Kama hizi. Yani umeona football, yani kuna hamasa. Yani kuna watu yani unasema yes naangalia mchezo. Umeelewa? Sisi always atufike watu 2000 3000 pale Don Bosco. Tunatosha. So timu ngapi zimeadvance? 3. We have Stein Warriors. Yes. Polisi ambao are the champions. Yeah, the champions, yes. Na Kurasini, right? Yeah. Stein Warriors mwanangu. Stein Warriors, they fought the fight. Ile final yao bro. They're good. They're good. Na yani sijui katika process za kurecord highlights. Huko kuna kitu. Huko kuna yani ilikuwa sipoi. Kwa hiyo yani they showed something. Shout out kwa coach wao. Shout out to the players. Nani udogo Iverson shacheza naye sana kikapu. Mzuri yule. Yule mbamba yule ana vitu, ana begi. Ashakuchezaga chui Chui. Most of them walikuwa chui. Kuna mshikaji anaitwa nani? Gwakisa sijui. Alikuwepo vijana. Alafu kuna mchezaji anaitwa Manzese. Yaani maisha yake yote anachezaga dili. Shout out kwa Manzese. Daadeki. Alafu nimeishiwa viwalo inabidi nije kukuona. Who else? Polisi. Tumeona game yao finali. Finali ilikuwa kali kusema kweli. Yani I enjoyed the final. Yani crazy hot. Mimi on my side Polisi wametaka kurudi kwenye ligi and
tumekuwa mashahidi. Yani nimeangalia game zao chache, lakini katika hizo game zao 2-3 nilizoziangalia, yani nimeona yani kama mtoto kautaka. Kweli kautaka. Kweli kautaka. Yani wale waliitaka ligi kurudi. Wana watu na I'm telling you, sijawahi kuongea hili. Siku moja nimekaa na Babu Truth. Tukawa tunazungumzia hizi timu ambazo tunatarajia kuziona kwenye ligi. Uwezi amini. Timu ya kwanza aliniambia Polisi Sam. Mnaweza mkawaangalia hivi, mkawachukulia poa, ila wana watu ambao wana uhakika wa kuifanikisha mipango yao wakarudi kwenye ligi. Enda Mungu kanijalia, siku ya mwisho, game ya mwisho nilikuwepo na Babu. Akaniambia nilikwambia. So Polisi walikuwa wanataka kurudi kwenye ligi. Tunajua kabisa Polisi walikuwa kama na msongo wa mawazo hivi, depression ya wao kutoka kwenye ligi, lakini wamejaribu kutuonyesha uwezo wao, wamerudi vizuri na walikuwa na watu pia. By the way, do you know ni kwamba unbeaten wale? Wameenda 20-0. Is it 20-0? Something, lakini unbeaten. Wow. Unbeaten. Wow. Yeah. That's something to know. Shout out kwa Polisi once again. Shout out kwa Polisi. Yeah. Let's talk about Kurasini. Let's talk about Kurasini. Let's talk about the MVP himself. Kurasini, the coach. Kurasini ni chama ambalo kwa observation zangu. Yani kwa mtu yoyote ambao hawajui Kurasini, sema ndio opponents wamekuja. Wakiona benchi la Kurasini they'll be like tunapiga 100. Lakini bro, game uliona kwa wale watoto kwanza shout out kwa yule legend, yule kipala yule anarusha tatu. Kipala yule. Shout out kwa legend. Yule ni mtu wa Kurasini wa zamani sana. Ni wa zamani sana. Yule Kurasini. Yule ni ile Kurasini ya BAL. Yes. Kurasini kuna mshikaji alikuwa ananiambia kwamba hii team ni project ya muda mrefu. Yes, mimi nakumbuka Amini amekuja. Sawa. Kuna siku moja nimeweza kukaa naye, ilikopo mitaa nyumbani tukawa tunapiga stories za kawaida. Akawa ananiambia mikakati ya Kurasini. Hao madogo walivyokuwa wanachukulia game poa, hawafanyi mazoezi, they are not dedicated kama wao walivyokuwa, kwa sababu ukimzungumzia Amini, we are talking one of the dedicated player. Sijui umeelewa? Yani the guy he can play defense and he can play offense too. Two-way player. He is that guy. He is that guy. Is him. Tunamzungumzia 4-time MVP. 4-time league MVP. 4-time. Na uwezi amini hapa katikati nikasikia kocha mmoja anajiita Kobe. Kocha wa Mbezi. Subiri nivue miwani kwanza. Kobe biaisho sana. Akaambia, akasema Amini hafai kupata MVP. Uwezi amini, nilicomment kwenye ile post yake kumwambia unataka nani apate MVP? Kama unavyosema walikuwa na mikakati. Na moja kati ya mikakati, na hisi hamna kitu ambacho kilichowaumaga wao kushinda ile, ilikuwa ni nini, zone 5 au zone nini ile kwenda Swibal. Hebu nikumbushe hapo. Kurasini washai kushinda, walitakiwa waende is it South Africa sio wapi? Really, lakini yani sina utambala sina hiyo basi. Kama nitakuwa nimelikosea watu utacomment, kama nitakuwa nimekosea. Kama utakuwa nimekosea just comment. Tutamcheki Amini. Tunaweza kumpigia simu. Hebu mpigie simu. Yes, hebu tumpigie Amini Mpigie simu hapo. Tumpigie Amini. Yes, tumpigie kwanza tujue kuhusu chama lake. Hebu tumsikie kuhusu chama. Hebu mpigie. Kwanza azungumzie pia the project. Atuambie the project. Na yule kocha amemtoa wapi? Yule kocha mdogo yule. Yes, tumzungumzie kocha. Yule kocha mdogo ni azungumziwe kwa kweli. Apewe nafasi yake. Azungumziwe, ana passion moja ya hatari sana. Yes. Amini Mkosa. Mambo vipi? Poa, inakuaje? Poa. Bwana, hapa uko live na Kikapu Podcast. Tulikuwa tuna maswali machache kuhusiana na project yako ya Kurasini Heat. Kuanzia project ilipoanza, wewe ulivyotoka Dodoma, ulivyokuja Dar, umeamua kuhamishia makazi Dar na ukaamua kutengeneza kutenga muda wako wote kuwa train madogo na kuirudisha timu kwenye ligi.
na pia kumtrain, kumpata kocha mdogo kwenye ligi ambaye ni machachari na tunajua anajua, na kadri anavyozidi kwenda na atakuwa tu anajua. Je, tunaweza tukapata maneno yako mawili matatu kidogo? Kwa kwanza kabisa nafikiri ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi ya uhai anaendelea kutupa, na kiuhalisia ile project ya Kurasini ilikuja baada ya nilikuwa nimerudi Tanzania na kurudi Dar es Salaam tena, kwa sababu sikuwepo kwa muda mrefu kidogo. Kama unavyojua Kurasini ni timu bingwa, na iliwekwa bingwa wakati mimi nikiwa mchezaji. Ndio. Ikashinda NBL, ikashinda RBA hiyo mwaka 2020. Ndio. Na kupata nafasi ya kwenda kwenye BAL round of 16. Yeah. Lakini haikuweza kwenda, nafikiri kwa issue ambazo management ndio kwa naelewa. Lakini ili qualify kwa round ya kwanza na kwenda na kufanikiwa kupata ile kadi ya kwenda kwenye round ya pili ambayo kwa South Africa, lakini timu imeweza kufanikiwa kushiriki. Kwa hiyo unapozungumzia Kurasini hii ni moja kati ya giant team katika nchi ya Tanzania. Okay. Na kwa Kurasini binafsi sijui, lakini nafikiri kwamba ni uwekezaji tulikuwa umepungua katika timu, ambao pia unajua uwekezaji ukipungua hata seriousness ya wachezaji, uongozi unakuwa pia nao unapungua, kwa sababu basketball inahitaji investment kubwa ya muda na facilities zingine pamoja na financial. Yeah. Kwa hiyo ukiangalia downfall ya Kurasini baada ya kuwa imeshuka chini, na mimi kama nimerudi na sikuwa nimependezwa baada ya kusema Kurasini ndio imeshuka, kwa sababu ni kitu cha aibu timu ambayo kuchukua ubingwa yani ubingwa wa nchi na mkoa na kuwa miongoni mwa timu ya kwanza ya Tanzania kuqualify. Unajua ile timu ya kwanza kuqualify kwenye round of 16 ya BAL. Okay. 2020 timu ya kwanza 2020. Okay. Kwa nafikiri JKT iliwahi kwenda lakini haikupata na qualification. Okay. Lakini Kurasini ilienda ikacheza na ikapata qualification ya round ya pili. Na nafikiri ilikuwa timu ya kwanza, lakini haikuweza kwenda kwa sababu za kiongozi, nafikiri wanazokuwa wao wanaelewa vizuri. Kwa hiyo nilivyorudi nikaona kwamba sio mbaya, na kwa sababu makazi yangu yalikuwa yako huku tokea nilivyohamia Kurasini, mimi sikuwahi kuhama sehemu yote tena. Okay. Ilikuwa ni kwa familia, kwa sababu nilivyokuwa kwa Kurasini haikuwa tu labda ni kucheza basketball. Lakini niliattach na watu wengine ambao walikuwa wanaishi maeneo ya Kurasini, kwa na mimi nikajikuta kwamba ni mwanafamilia wa Kurasini sasa. Okay. Ile haikuwa tena labda ni option, kwa sababu mimi hata kabla kuondoka kwenda Malawi kuna wadogo nilikuwa na watrain pale. Sawa. Kwa hiyo wale nilikuwa nawafundisha walikuwa wananifanya niwe na sababu ya kuendelea kuishi kule, kwa sababu nilikuwa najiuliza kama nikihama huko na maana kwamba hawa watakuwa na mwendelezo wote ule, na labda talent zao zitakuwa zinaishia hapo na vitu kama hizo. Lakini baada ya kurudi na mtu alionifanya nikaendelea kukaa kule kwa ni Musa Sambala, na watu wengi wanamjua kwa jina la Coach Kago. Coach Kago. Okay. So yani ile ndio brother, yani ni brother keeper unajua. So ndio alinifanya mimi ndio kwa Kurasini hadi kesho, kwa sababu na yeye ni shabiki yani lia yani wa Kurasini yani. Kwa season hapa kanambia kwamba okay bwana, kwa tusuluhishe timu yetu ya Kurasini. Mimi nataka turudi timu ya Kurasini. Nikamwambia sawa, tutarudisha kwenye ligi, lakini tusitegemee labda mwaka huu. Kitu ambacho za kufanya tuweke project ya muda wa miaka 3. Kwa maana mwaka huu tuingize watoto wetu wale waje wacheze. Mwaka unaofuata tuendelee kwa train ili waweze waweze kuongeza ushindani. Sasa kwa mwaka unaofuata zaidi, kwa mwaka wa 3 ndio tunaweza kuingia kwenye ligi. Okay. Akasema hamna shida. Kwa hiyo project tunarani mimi na yeye, tukisaidiana na Boetu Bwax. Tuko tunashirikiana naye sana. Angaje hata hakuwepo Tanzania, lakini mtu ambaye alikuwa anatia nguvu sana. Kwa hiyo mimi nimeamua nichukue wale watoto ambao niko na wa train Kurasini.
na ikawa wazi kwa watoto wengine, vijana wengine ambao wako willing kujoin na team na kuwapa tu nani zetu tamzetu ambazo ziko clear kwamba okay, kuja kucheza kwenye timu yetu sisi tunajitahidi upande wetu kwamba utakuja utapata nauli ya kuja mazoezini na kurudi, as long as kwamba lengo ni kufanya nyinyi progress kwenye talent yenu na mwe chini ya usimamizi ambao uko perfect. Sawa. Kwamba mjifunze basketball kwa uzuri zaidi. Sawa. Ambao walikuwa willing walikuja kwa join na sisi kama unavyoona team. Na kabla ligi kuanza, mimi kitu nikawaambia mimi nawaomba mshinde game 7 tu. Only 7 games. Only 7 games. Yaani tushinde game 7. Then baada ya hapo mimi nitakuwa nishaona kwamba kipimo ambacho nilikuwa nakitaka kimfanye imefitimia. Kwa hiyo tulikuwa na expectation hizo kwamba vijana wacheze, tushinde game 7, tuangalie the next step. Ambao ilikuwa ukishinda game 7 wanaingia playoffs. Kwa playoffs tunakujitamani kuja kwamba bado tuna uwezo wa compete au hatuna, lakini lengo ni kushinda game 7. Lakini ni kwa surprise kuona kwamba wale vijana yani day by day there was change. Yani improvement ni kubwa sana kwa upande wao. Kiasi kwamba yani tukashinda game hadi kufikia game ya 10. Mmoja akasema lakini coach ulisema kwamba ndio tushinde game 7. Nikamwambia mko tayari kupoteza? Hapana. Basi ndio kushinda ambazo mnaweza kushinda. Ambazo huwezi kushinda it's okay. Yani kwa sababu walikuwa trainiwa kwenye pressure. Okay. Wao the wall walikuwa na trainiwa ni kwenye how to face consequences kwenye uwanja. Ndani ya uwanja na nje ya uwanja wa maisha kawaida. Kwa hiyo that's a training ambayo mimi nilikuwa na train. Kiasi kwamba wao wawe tayari kuface challenges ambazo wanaziface. Kwa hiyo it's either you will fail sometimes, lakini we don't give up. Tukifanikiwa tunataka tuongeze juhudi ili tuweze kufanikiwa zaidi. Kwa hiyo ndio hiyo nafikiri philosophy ambayo inafanya wao wakaendelea kushinda. Okay. Kwa hiyo tunaingia playoffs, unaona kabisa kwamba ni tulikuwa nafasi ya 3. Sure. Kwenye ile round robin ya kucheza kila mmoja na kucheza na mwenzie. Tulikuwa nafasi ya 3. Ndio. Unakuja kuangalia ligi imekuja kuisha, tubaki nafasi ya 3. So it means hawa vijana walikuwa deserve kubaki pale. Mimi mwenyewe niko kwa surprise how come waliweza kusustain kwenye nafasi mpaka ligi imekuja kuisha. Kwa mimi kwangu nilikuwa surprise, naona sikuwa nategemea kwamba wao wanaweza kufika kwenye ile level. Okay. Ingawaje nilikuwa na train kwenye level hiyo kwamba waweze kushindana, lakini sio kwenye level kwamba la wao kuingia kwenye ligi mwaka huu. Ilikuwa ni wao mwaka huu wacheze tu wacheze kama watu wa kujifunza, then tuangalie ushindani na next season. Sawa. Sasa Amini. Naam. Tumzungumzie Coach Brian. Coach Brian. Ulimuonaje na ukasema huyu anaweza akacoach team na kwenye game muhimu kabisa? Maana kuna baadhi ya game muhimu kabisa nimemuona na coach, na wewe ukiwa pembeni ukimwangalia na ukisikiliza, sometime unampa majukumu na kuna majukumu yanachora kabisa. Unajua kumpata coach mdogo anayochora. Unajua kwanza Tanzania tuna tatizo, makocha wachache sana wanachora. Wachache mno. Ulimpata wapi au na kitu gani ambacho kilikwambia kwamba huyu anatufaa kuwa kocha wa Kurasini Heat ambao ni timu namba 3 kwenye ligi na tunayo kwenye ligi msimu huu? Naamini kwenye potential, kwenye kuunlock potential za watu ambao wako around me. Okay. Yani whatever utashow interest kwenye kitu chochote, yani mimi you got my support 100%. As long as kwamba umeshow interest na uko tayari kufanya hicho kitu. Kwa Brian the first day alikuja uwanjani. Mimi first day kumuona baada ya kuwa nimetangaza timu ije kutrain. Wakawa wanakuja watu na wafundisha. Ndio nilipokuwa nawafundisha, yeye alikuwa kwa round, unajua. Anakuja anasikiliza, watu wanaenda wanafanya, wanasikiliza, wanafanya. Sasa the way watu wanapokuwa wanaenda ku practice kitu ambacho wameambiwa kufanye, ni unamkuta labda yuko kwenye sideline ya upande wa pili kule ya uwanja. Mimi kwa upande wa huku yuko upande wa kule. Sasa the more interesting thing was
kwamba yeye alikuwa anawakumbusha kufanya vitu ambavyo mimi nimewaambia vifanye na wao walikuwa wanajisahau kuvifanya. Wow. Sasa mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, kama siku 4 hivi. Nikamwona nikasema okay, huyu yuko interested, lakini mbona anaelewa sana vitu. Hao ni wachezaji naelezea fanya 1 2 3, lakini wakishaingia wanasahau. Yeye anakuwa jukumu na kuwakumbusha. Sasa nikaona kwamba this guy has a potential. Na hiyo potential sio kwamba kila mmoja anaweza kuwa nayo. So say. We'll talk. Mbona na kitu ambacho nilichogundua kwamba ni sio kila mmoja lazima aweze kuwa mchezaji mzuri. Kweli kabisa. Chini na nini. Kwa ndio maana sio wengine tumeamua kuwa kupiga domo. Kupiga domo kwa sababu na nyinyi mnazo information nyingi ambazo mnaweza kushare na watu ambao watu hawazijui. Kweli kabisa. Unaona? Hiyo ni potential pia ambayo niko nayo. Kwa hiyo kwa yeye ilikuwa ni rahisi kwangu kumuidentify kama mtu ambaye ana potential na kumchagulia career haraka sana, kwa maana kwamba okay, huyu anatakiwa coach. Yeah, kwa sababu hatujawahi kumraise mtu kutoka kwenye umri huu kuwa coach na tukaona matunda yake. Hebu tujaribu. So mimi nikamuita pembeni nikamuuliza, wewe mbona uko hapa kiasi kuona? Mimi napenda kucheza basketball. Watu wanacheza yeye. Kwa nini unapenda kuwafundisha wengine? Kwa sababu mara nyingi kuna mwana kuja na kitu kingine pale anawafundisha ananiambiaje? Mimi nafundisha hao ili wajue na mimi nipate hata kucheza nao. Kwa sababu tunajua yeye ni mdogo. Kwa hawezi kujichanganya na watu wakubwa. Kwa hiyo yeye anafundisha watoto wenzake ili apate watu kucheza nao. Ndio ushakufikiria labda kufundisha watu kwa coach. Mimi napenda kwa coach pia. Nikamwambia okay, basi subiri hapo. Kwa siku ile ndo nikamtambulisha kama ni assistant coach wa timu. Nikamwambia jamani, huyu ni coach, ataanza kuwa coach hapa na mimi, so tunahitaji cooperation yenu basi. Naona kwa sababu na the way ambavyo mimi timu ilivyotengeneza, hakukuwa mtu ambaye labda ni kichwa kikubwa kushinda mwenzie. Yaani ninaweza kuibia siri tu, ukimuuliza mtu yeyote ambaye anaweza kurasini nani captain wa timu, ile timu ilikuwa haina captain. Okay. Kwa sababu ilikuwa ni open kwamba kila mmoja aweze kumuongoza mwenzie. Na kila mmoja alifunga kwa kiongozi kwenye timu. Kwa timu ilikuwa na kiongozi na timu ilikuwa inaenda vile vile. Kiongozi wao alikuwa ni coach B na mimi and coach. Lakini players walikuwa watu wa majukumu tu, kwamba huyu ni tukisema kwamba jezi atashughulikia, samaji atashughulikia, hivyo wamegawana. Kwa it was more about training how to be professional, how to be leaders, how to be a good player, ndo hivyo kwa professional. Kwa hata B naye nilipomuona nikamtoa kwenye kucheza, nikamweka kwenye coach, nikaanza kumfundisha the way okay, hii tunafanya hiki tunafanya hiki, hapa tunafanya hivi. Wakati mwingine wakati namuuliza okay, kama pale wale wanafanya 1 2 3, wewe kama coach unataka kufanya nini? Kwa unapata kile kitu anachokwambia yeye, unakifikiria unaona okay, ana mwanga. Then kama yuko wrong kidogo namsaisha, hapa anataka kufanya 1 2 3 tunaenda. Umeona? Lakini ilikuwa ni challenge kwa sababu kuja kuintroduce kwenye league ilikuwa ni challenge kubwa mno. Kwa sababu ya umri au kwa sababu ya nini? Ndio Arabia ilipokuendelea na dili pia ilikuwa imeanza. True. Kwa hiyo unakuta at the same time mimi niko na game na timu huko inacheza. Na ndio unakuta kama game 4 5 za kwanza timu imecheza imeshinda ikiwa inaongoza kwa coach B. Kweli kabisa. Mimi sikuwepo kabisa kwenye bench. Kwa hiyo ile kabla game na mwita naambia bwana, leo tukifanya mazoezi wiki tunafanya 1 2 3 kutoka tunacheza nazo. Kwa hiyo tukatufanya hiki na hiki na hiki na hiki. Kwa kila kitu control sub, kila kitu ni yeye. Ambaye ni kazi yako na hiyo ni kazi yako. Hakuna mtu ambaye anakupangia, wewe ndio unaamua. Okay. Tukao tunaruhusu tu majadiliano machache na wachezaji ambao nimemchagulia mimi. Mtu kama Garnet, ambia unaweza kuongea na Garnet akushauri vitu vichache. Lakini wengine wote ni bosi wao. Hata Garnet pia ni bosi wao. Kwa hiyo unaweza kutoa mtu yoyote kutokana na sababu ambazo zinaweza msingi zinaweza kufanya wewe umuingize mtu mwingine anaweza kufix tatizo ambalo umeliona. Full stop. Kwa hiyo ni akawa anafanya hivyo. Game 5 mimi siko kwenye bench,
nacheza game zangu na yeye anacheza game zake. Kwa hiyo ingerudi timu imeshinda tunaondoka. Timu imeshinda tunaondoka. Kwa hiyo ile ikampa confidence. Baada ya kufanywa video watu walivyoiona mtandaoni maneno akaanza kuwa mengi. Haiwezekani mtoto mdogo wa coach, haiwezekani ajue mchezo, haiwezekani mtu mwingine. Hadi viongozi wa ligi wenyewe wakaanza kumpiga stop. Mambo ya Afrika. Umeona? Wanaweza kumpiga stop. Lakini bahati nzuri au mbaya nikawa najaribu kuongea nao kuelimisha kwa nini nafanya hivyo, kwa nini tunampa nafasi huyu ajifunze. Wengine walikuwa wanaelewa lakini wengine wakawa hawaelewi. Umeona? Kuna siku moja ilikuwa ni game pale kwa simu. Nimekaa naye kwenye bench. Mara kwanza inaniambia kwamba huyu hajasajiliwa, hajalipiwa siri nini na nini, ndio na nini. Tukasema okay poa, tukamlipia. Kama asija ukasema hawezi kuwa assistant coach kwa sababu hana cheti na nini. Kwa hiyo kama unataka kumsajili kama assistant, nikamwambia haina shida, atakuwa assistant. Lakini hata hivyo pia wakawa wanamfukuza kwenye bench, wakija watu wengine ambao hatakuwa tumeongea nao kuhusiana na hiyo issue. Kwa hiyo walikuwa wanamfukuza na mtu anakaa pembeni analia sana. Yaani it was paining actually. Kumfanya yeye akue. Lakini mara nyingi nilikuwa naongelea na mwambia kwamba hizo ndio challenges ambazo wewe unatakiwa uziface. He's a humble kid. He's a humble kid. Kwa sababu kila growth ambao unapitia lazima kutana na challenges ndio hizi. Wewe unataka kuwa coach utakutana zaidi ya hizi. Kwa hiyo kama hizi unaweza kuzivuka basi hivyo vingine vitakuwa rahisi. Namshukuru Mungu tu kabla ya ligi kuisha ilitokea kozi ya coaching. Umeona? Ilitokea kozi ya coaching. Mimi na coach Kago nikasema huyu lazima aende akafanye kozi ya coaching. Alienda akafanya hiyo kozi, akafaulu na cheti akawa nacho. Kwa hiyo sasa hiyo ikawafanya sasa kwamba watu wakakosa ile nguvu ya kusema kwamba sio coach, kwa sababu if you are saying coach ni someone ambaye anayo a certificate, now he has a certificate. Na ambao inamruhusu hata kusoma RBA. Sasa you'll find a reason kwamba age si na nini, age just a number. Kwa sababu kama mtoto anaweza kuunderstand game tofauti na mtu mkubwa anavyounderstand, it means has potential more than you. Kwa nini you don't appreciate that? Kwa sababu kuna watu wengine ni watu wazima lakini hawawezi kuelewa mchezo kama anavyoelewa mtoto. Kwa nini unamchukulia mtoto kwenye coaching kwa sababu tu ya age yake? Na sio kwa sababu ya ujuzi anakuwa nao na hiyo talent ambayo iko nayo. Sasa Amine, naam, na swali moja hapa. Wewe upo kwenye ligi kwa muda mrefu, umecheza sana, si ndio? Unaelewa intensity ya ligi yetu RBA, tuangalie RBA in particular, au sio? Una plan yote ya kuzungusha roster? Kwamba plan ya kuzungusha roster, yani roster yako ambayo unayo sasa hivi. Labda wachezaji wa yule watatu ambao umewaona ambao ungependa waje waongeze nguvu kurasini yetu. Je, mpo na plans hizo au bado mnaona mnajimudu? Actually ukiangalia ligi inahitaji investment kubwa sana. Miongoni mwa watu ambao nimemention kama tulikuwa tunajaribu kusukuma timu irudi. Naona kwamba ni kwenye ligi hatuna uwezo wa kuweza ku-maintain team. Okay. Kwa hiyo tunachofanya sasa hivi ni kuangalia partnership na baadhi ya taasisi ili tuweze kuifanya hiyo nzuri. Yaani kwamba timu iwe na ubora na kubaki kwenye ligi. Sawa. Kwa hiyo katika hiyo ligi ni intense, lazima tuongeze nguvu kwa sababu mimi lengo kwanza la kupandisha ile timu na kufanya watoto wacheze. Sio kwamba wao waje kwenye ligi tu, hapana. Kwa sababu even I was looking for opportunity kwa wao kupata nafasi za kwenda shule kusoma kwa sababu wengi ni wadogo. Kweli kabisa. Mbona? So mimi nilichokuwa naangalia kwa sababu mimi nazo channels Uganda shule nyingi. Kwa hiyo na mimi niko naangalia kwamba watoto wacheze kwenye level kubwa ili wakienda kule wawe na nafasi kubwa ya kukuza kipaji chao wakiwa wako shuleni. Jose. Kwa hiyo katika hadi sasa hivi tunavyoongea katika ile team kuna watoto 5 ambao tayari wana scholarship ya kwenda shule Uganda. Kwa hiyo wanaweza kuondoka mwezi huu. Shout out to you MVP, shout out to you. Safi sana. Okay. That's nice. Kwa hiyo sasa kwa wao kuondoka ina maana lazima we need to feed some people in.
ambao wataweza kufanya timu ibaki kwenye league na ifike at least kwenye level ya ambao ni ya ushindani. Sawa. Na kwa hiyo hizo plan zipo, na nafikiri muda ukiwa tayari kila kitu kitakuwa iko bayana na watu watajua kile ambacho kinaendelea, kwa sababu sidhani kama wanakurasini wanaweza kuiacha timu yao tena ishuke, kwa sababu ilikuwa inawapa burudani sana. Swali la kizushi Amini. Kabla tujakata simu na tunakuibia muda wako, swali la kizushi. Sawa. Swali la kizushi, je, utacheza mchenga au kurasini hit? Utacheza mchenga au kurasini hit? Kwanza unatakiwa ujue kwamba mimi ni mchezaji halali wa mchenga. Yaani mchezaji halali wa mchenga Wydoo Stars, kwa sababu nilikuwa na contract ya 2 years. Okay. Na kama na contract ya 2 years, ina maana kwamba hiyo contract inaenda kuisha this year. However, who can come in, ina maana kwamba ina maana lazima apitie mchenga kuweza kuangalia makubaliano ambayo nilikuwa na mchenga, ili aweze kufanya mabadiliko ambayo anatakiwa kuyafanya. Otherwise, kwa kurasini pia mimi nilikuwa ni coach kuongoza timu kwenye league. Kwa hiyo hainipi nguvu mimi kuendelea kubaki kurasini kama coach, kwa sababu mimi nina career kama mchezaji. Niliweza kuicoach timu kwa sababu nilikuwa ni mchezaji wa RBA na coach timu ya D-League. Kwa hiyo siwezi kucoach timu ya RBA na nacheza ligi hiyo. It's not possible. Sawa. Kama ni kurasini wataona kwamba wanahitaji huduma, ina maana kwamba lazima wapite kwenye utaratibu ambao nimekuambieni, ili kuweza kufika kwenye sehemu ambayo inatakikana. Na siku moja nimeweza kukaa na watu mbalimbali. Unajua wachezaji amkai na sisi tunakaa na watu mbalimbali ambao hawachezi kabisa kikapu, ni wapenzi tu wa kikapu. Sawa. Wakawa wanasema moja kati ya mchezaji ni mtata kwenye contract, Amini Nkosa. Anajielewa huyo. Unajisikiaje mtu akikwambia hilo swala? Sasa Sam, mimi kuuliza huo ni utata au ni wewe kuangalia kitu unachokitaka? Kwa sababu kama kwangu mimi sio utata. Kwangu mimi sio utata, ni utata mzuri. Unajua kuna utata mbaya na utata mzuri. Sawa, sasa naombea, kuna umbea mzuri na umbea mbaya. Sawa. Hiyo ni elimu nzuri. Hiyo ni yani unajua kwa sababu gani pia nimekuambia hili ni tunahitaji wachezaji wajielewe. Yaani inabidi tutoke hapa tulipo. Kikapu chetu akiendi, kwa sababu nahisi hata wachezaji kama wamekubali kisiende. Kwa utapopata wachezaji wa kadhaa kama Amini, brother Hashimu, umeelewa? Akina Sudi Mikono ambaye sasa hivi nahisi yupo zake Uganda tu moja kwa moja. Umeelewa? Mchumao ya. Yaani of course nikwambie kitu Sam. Sisi wachezaji ni bidhaa. True say. Kwa hiyo kama utaingiza bidhaa sokoni ambayo haina ubora, ukubali kuuza kwa bei ya hasara, ni bidhaa yako itoke. Nasikia huko. Au bidhaa ikufie mkononi. Yaani lazima ukubali uchungu, yaani ukweli mchungu. Mimi Sam, ukiniambia kwamba mimi nataka mimi kulipa kiasi gani, nitakwambia kutokana na bidhaa mimi nilivyo. Nakwambia Sam, mimi nahitaji 1 2 3. If you are good to go with that, tufanye kazi. Hauna, ina maana kwamba una budget ya kuweza kununua bidhaa nyingine ambayo itakuwa ni cheap kushinda ya kwangu. Sasa nenda kanunua ubora. Kwa hiyo inaweza ikawa chapati, lakini chapati ya bora. Bora. Chapati ya Masaki, ya Kinondoni, ya Buza hawezi kuwa bei sawa ndugu yangu. Hawezi bro, kutoka 300 mpaka 3000. Umeona? Buza utatoka kununua kwa 300, Kinondoni utanunua 500. Huku ukija huku ustabe unauza 2000, 1000, 3000. Unaelewa? Chapati ile utakuta hata producer ni mmoja. Lakini wewe sasa, yani ndio ile kwamba sisi wachezaji wenyewe bidhaa, lakini sasa ndio tunavyojiweka na hao mabosi wetu, ndio kuna aidha kuongeza thamani au kushushia. Sisi tunatoa hili sana. Ni yani ukisema miongoni mwa watu wanakula kwa jasho, sisi ni wanaume tunakula kwa jasho. Hilo mimi sipingi. Mimi ni shahidi kabisa.
ni wanawake wanakula kwa jasho. Kwa sababu sisi hatulipwi, sisi tuna aim. Unajua kwa tofauti ya unajua kwa tofauti ya mtu analipwa mshahara, lakini yule anatafuta mshahara. Lakini wanasema kwenye ligi kuna baadhi ya timu zinalipwa mshahara. Sawa. Sasa ukiwa unalipwa mshahara kwa chama ambazo mimi nimekwambia, wewe utakuwa tu mchezaji utapata posho, lakini sidhani kama kuna timu ambazo zinalipwa mshahara yani hivyo. Kwa sababu ukisema kwamba timu inalipa mshahara, ina maana kwamba wale wachezaji wako wote wasiwe wanapokea chini ya 600,000. Kweli? Hamna kitu kama kwa mwezi ndani ya mwaka mzima. Usiseme tu kwamba labda kwa mwezi ni muda wa ligi. Kuna timu inaweza kulipa watu hivyo? Na wadhamini wetu wenyewe hatujawahi kuona wadhamini wakakaa. Hamna timu inaweza ikalipa hiyo kiasi cha pesa kwa kila mchezaji. Sam. Timu zenyewe hazitafuti sponsors, au wewe utaweza kujiendesha kama una sponsors, na wewe kupata ili sponsor umpate, yani wewe umeinvest vipi na watu na magani ambao sponsor atakuja kuweka hela yake hapo ukapata matokeo, yeye akaanza kujitangaza kupitia wewe. Swali la kizushi kama wewe unataka bidhaa ya bei rahisi afu matokeo msuli sungura, unataka matokeo tembo. Haiwezekani. Swali la kizushi. Sawa. Hello? Nakusikia sasa. Swali la kizushi. Sawa, timu hazilipi, zinalipwa posho na nini. Ndo kwenye msimu, kwenye ligi ikiwa inaanza. Je, wewe unahisi shida iko wapi? Shida ipo kwenye viongozi wa timu au shida ipo kwenye ligi, kwa sababu tunakosa uelewa maana ya sponsorship? Sisi tunavyotrain bidhaa yetu, tunavyotrain tukienda kudisplay pale, tunaweza kumvutia mtu akaja kuweka hela, kwa sababu pale uende kudisplay kiongozi wa timu hachezi pale, wala coach hachezi pale. It's us as the players ambao ndo tuna hiyo zima ya kwenda kudisplay pale na watu wakaona mchezo mzuri wakaenjoy. Umeona watu, kwa mfano umeona game za D-League zilivyokuwa, hizi ya mwishoni games zilikuwa zina moto sana D-League. Kila game mtu alikuwa anatoka pale na enjoy, ingawa sio kama kwenye ile level ambayo nataka watu wacheze, lakini ile entertainment ya mchezo ndio inayouza sokoni. Kwa hiyo yani ni sisi wachezaji kuongeza skills, kuwa fit na kucheza basketball vizuri, ndio itaweza kufanya hata kwamba wachezaji hawana mabeki kufanya kazi zao kwa urahisi. Kwa maana yake unachosema hapo Amini kwamba wachezaji hawana mabegi, hawana skills, mazoezi hawataki kufanya. True. Sasa wewe kwa mchezaji ambaye uko kwenye ligi kuanzia msimu unaanza hadi unaisha, yeye amefunga leo hapo tu. Bwana Amini, asante kwa your time. So okay, let's talk about off season tournament. Yeah, so the off season tournament. Yeah. Libamba, mimi naona libamba. Libamba, watu wali show up nini. Shout out to Croach. Shout out to Evans too. She was amazing. Pure point guard. Tutakuja. Tutafika huko, ngoja kwanza. Ukisema Evans, sema the pure point guard. PG, mbona resume yake inajitosheleza? Yani inajitosheleza. The really AI. Inajitosheleza kwa mtu yote ambaye anafuatilia mchezo au anaujua mchezo, resume ya Evans inajitosheleza kabisa. Shout out to you my brother. Shout out to you. Yeah. So yeah, what the fun. My take kwenye hii tournament bamba. Yes. Sawa. Right, kama wachezaji wa teams mbalimbali ambazo wanaparticipate wangekuwa wanacheza vile vile kwenye ligi, tungekuwa tunaona vitu vingi sana bro. Mimi nicho notice ni kwamba wachezaji wamekuwa free sana, wamecheza game yao. Tuachane na wale ambao tunawajua kina Badru, kina Stani, hapana. Kuna wachezaji wengine ambao umeona yani wanacheza wana freedom fulani hivi. Sasa sijui ni makocha na wabana au ni mfumo wa kikapu chetu kwamba I don't know, sijui wewe unaje, yani what's your take? Although wewe ulikuwa kwenye chama fulani hivi, chama lenu ambalo mmelikusanya ile The Avengers.
Street Boys. Hivi ilikuwaje? The idea behind ilikuwa nini? Mlikaa tu mkaona waya? The idea behind mimi amenipi alinicheki Jamali, alinicheki na mwalimu. Like inabidi uwe kocha kwenye timu yetu. So uta control bench. Na nikajaribu kuuliza bench kuna nani na nani wa control. Alivyonitajia listi kwanza nilipata ugonjwa wa tumbo kidogo. Kwa sababu Stani mkali, Tekenya mkali. Sawa. Kuna nani? Victor mkali, mwalimu mkali. Sijui umeelewa. Tuna nani? Fortius machine pia. Sijui umeelewa. Yes, nahisi hao wachezaji wanne kwenye ligi, wawili ambao wako kwenye ligi, si ndio? Ndio ilikuwa hivyo, sio? Yeah, kwa kuna kisheria fulani hivi. Lakini so far so good. Sisi ndio tumeibuka washindi na hatujashinda kwa kubebwa. Ilikuwa lazima. Umeona chama la Kigamboni mzee? They're good. What do you mean they're good? Yani with the struggle. Kigamboni wana chama bro. Yani chama lipo. Nakumbuka nilimwambia mtu, kuna mtu alikuwa naye pembeni. So disrespect. Ila kuna kauli unasemaga au ulisema ni kwamba Kigamboni wakiamua wanaleta timu kwenye ligi na wanaweza wakawa unbeaten kwa game hata 10. Hata 15. That's my take. Yani mimi naiona kabisa kwa sababu ukiangalia zile talent ambazo zipo. Magadi wanao. Ma shooting guards kama mvua. Mijitu mikubwa pale chini ndio usiseme. No lie, wana team. Lakini tuzungumzie Kigamboni na wacheza basket. Imekuwaje? Yani kama vile wachezaji basket wengi sana wanaenda Kigamboni kule. Wote wanaishi Kigamboni na asilimia 80 kama nitakuwa nimewakosea, lakini 60% wanaishi Kigamboni. Mimi mtu pekee namjua anaishi Kigamboni miaka mingi ni Yaya pekee yake. Mtoto wa Kigamboni. Sawa, yani huyo ndo mchezaji wa siku nyingi namjua anakaa Kigamboni. Hata akina Tony kitambo akina Shraf. Yayo Yayo akina Shraf. Tony gani? Melo. Melo. Yo Melo. Kitambo sana Kigamboni. Shout out to Melo sijui yuko wapi sasa hivi. Shout out kwako. Yo, we miss your shot my brother. Kitambo come back. We miss you. Come back my brother. Yupo Unyamuzini, si yupo Mtoni? Yuko Mtoni wapi? Yuko Ulaya, yuko America. Yupo somewhere Texas huko. Yuko America. Ngoja tutambondea simu, tutamcheki. Shout out to Tony man. Tuongelee sasa. Pande mzima wa mabegi. Sawa. Wa mabegi kwenye off season tournament. Okay, tunamwanza nani? Tekenya, Stani, Badru. Tuanze na chama lako. Chama langu is full of jelly, you know. I can see that. I saw that. And full of jelly. Stani mwanangu. You have Stani. How old is Stani by the way? I don't know, but najua yule hajafikia miaka 25. Hajafika 25? Hajafika 25. I see. Yani mdogo. Yeah. Ni mdogo. Na kama tunakumbuka alicheza kuna ligi moja hapa katikati Dodoma sijui na Dar City sijui NBL ilikuwa. Nice, tuliona aliweka mablaza bench. Hiyo sawa kuuliza. Let's talk about hata nani kwenye ilikuwa under 18 something walienda Kampala sijui. Mimi nilikuwa naangalia kwenye YouTube ya mashindano. Anafunga yeye tu bwana. Sio, unaelewa chama la Tanzania liloenda. Anafunga peke yake. Sasa funny thing kuhusiana na siku ile. Unajua Stani alinifuata afa kanishika hivi bega hivi. Brother. Hapa. Hamna muda ananiweza 1-on-1. Ile mchezo ndio wako ile bia. Yaani alivonifuata alivoniambia hivyo kama alinipa kichwa hivi. Yaani kwamba utaniambia nini? Ni kweli lakini. Na Kyle Alvin. He's good. He's real good. No, he's good. He's great. Hivi unajua kuna utu uzima fulani hivi inabidi aongeze kidogo. Then he's off, bro. The more unapokuepo kwenye game unazidi kuelewa, unazidi kukua. So Stani ana time ya kukua zaidi. Umeelewa Ana time ya kukua zaidi. Off season pia bado inabidi aongeze ugali. Hii swala tunalizungumza sana lakini hatusikii. Tunazungumza naye offline. Okay, now tupo hapa. Badru
ongeza ugali. Chakula. Wewe ni mkali. Lakini kuna muda anaona ugali Ni ugali. Yaani huu ugali, yaani ukataa ukubali ugali, yaani sijui nielezeje. Amna imeeleweka, mbona inajulikana. Makongo wenyewe anakuambia sema sasa najiuliza. Labda sawa bado unajulikana. Sawa bado nimecheza naye mimi shiki langu hapo PDC on a regular bro. Yeah. Yaani it's the same things. Ni yeye mwenyewe anajua. So kama hajui, anajua. Lakini sasa kinachonishangaza mimi somehow, some way anaweza kumanage kucheza kwenye ligi alafu fresh tu kama hii finals ya mwaka jana. He's a killer. Mwaka jana bro, kuna minutes alipata alafu fresh. He's a killer. Fresh tu, uzuri kwamba coach Dizo anamwamini. So shout out kwa coach Dizo, na umetisha sana. Anampa minutes. So unajua na anazifanyia kazi. So shout out to coach Dizo, lakini kuna vitu vidiscuss kwenye final vingi sana. YG nikakaa nje. Right. Evans alikuwa anatoka kila sana Mind, umeelewa? Yaani in short ile game kama coach Dizo alichezewa nje ya uwanja. Nje ya uwanja maana yake kwamba kulikuwa kuna game kabla game. Yaani watu walicheza na mind zao wote. Yaani mind games. It was JKT, right? Yeah. JKT wanajua kucheza na akili, wanajeshi wale. Wanafundishwa mbinu za kivita, psychology. Wanajua kuiharibu psychology ya mtu. Is psychology, right? Hivyo. Yes, wanajua kuharibu psychology ya mtu. Waliharibu, walitwist vitu pale kwenye vichwa vyao. And it worked. It worked very. It worked, bro. Very. Yaani nitakwambia ukweli, kuna muda umekaa. Manake mimi na wewe tulikuwa mashahidi, tulikuwa tumekaa, tukopo neutral, tupo katikati, tupo kama marefa. Tukiwa tunaangalia JKT tukimwangalia Marwa. Maki bwana shout out to Marwa. Shout out to Marwa. Ndula simzungumzii, nishamzungumzia sana. Shout out to Ndula lakini. Umeelewa? Lakini kulikuwa kuna game fulani ya kikubwa sana kwa Marwa. Marwa alienda kuna tournament alienda, kuna ligi alienda ile ambao alitoka JKT. Kwa ile bala. Is it Road to Ball, I think? Road to Ball, yeah. Ilifanyika Freebet Buy. Yeah. Ismawa kuna vitu kama alichukua vitu vile vitatu. Nakumbuka alisha kuongelea bana swala. Shout out to you, man. Shout out kwa Marwa. So okay, kwa hiyo coach Dizo kama alichezewa yani JKT waliwachezewa wale nje ya uwanja. Yani wali twist mindset zao kwamba nyinyi tunawafunga. Unaelewa? They did. Pia kuna vitu ambavyo vimesababisha ile game pia kuwa Jimmy kukaa nje. Ila nani coach Dizo bado amechukua the best coach something. Niliona somewhere niliona is it he's the best coach? Was it Chelsea was? No. I think amechukua kwa ajili ya outsiders. Outsiders ndio. Sijajua, sina hakika Toslow outsiders sababu outsiders nakumbuka outsiders. Coach mkubwa Toslow ni Phineas. Then anafuata Daudi as assistant coach. But when it's come to outsiders, he's a hard coach. Yes. Should be outsiders. Okay. Yeah. So he's a good coach. Great and coach. He used to be a very good player. True. So we have seen him kwenye Vortex. Is it Vortex? Vortex babu. Sikumwona. Unajua Daudi ana game ya system. Yaani ile system player. Yaani system player maana yake na hili ni swala ambalo inabidi tulizungumze sana kwenye ligi yetu. Hatuwezi kuzitumia plays vizuri. Yaani I don't know, sijui sana kuhusiana play, but I can understand play ikiwa inaongeleka hivi. Nikikaa na kocha nikiona mchoro wake. Daudi game yake ni kwamba kaa hapa, we ni bigi, nakupa mpira, hold it, handle, ni hand off, sawa. Screen, roll, njoo juu hivi, kuna mtu atapata mfumo, kuna mtu atakuwepo open, watapata easy bucket. So umeelewa? So ni mchezaji mzuri alikuwa pia. Okay. Sawa. Ni moja kati ya mchezaji mimi hapa nilikuwa nategemeaga leo hii kumuona kwenye ila kweli yani I don't know but kuna wachezaji wengi sana ambao sasa hivi ni macoaches. Kuna wale wachezaji macoaches ambao walishindwa game, walishindwa kucheza, wakaamua kuwa makocha. Unahisi kuna watu ambao walishindwa?
Sizungumzi kwamba Mbise alishinda. This is one of my best friend. Yani is one of my best friend. Tumesoma wote, tumekuwa mtaa mmoja, tumejifunza kikapu pamoja. Sema Mbise yeye unajua alienda ile extra mile kidogo kwenye alienda Nairobi, alienda Uganda nini kwa ajili ya kikapu, na kikapu kimemsaidia mpata elimu. Sasa hivi ni kocha mkubwa na ni the youngest coach kuifikisha timu yake kwenye playoff, Ukonga Warriors. Shout out to Ukonga Warriors. Is it Konga Warriors? Wait. Konga Kings. Ukonga Kings. Konga Kings. Yeah. Sorry. Ukonga Kings. Shout out to Konga Kings. Alikuwepo na watu Tylon Ajimbegu. Alimo. Pure shooter. Alimo, ile chama alikuwa msafi. Alimo. Walikuwepo na Alinani. No, Alinani hajaje. So Alinani, aitwa Alinani mwingine mweupe ule. Not so Alinani. Walikuwa na Chuji. 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 Walikuwa na watu kidogo. Jimmy. Yes, Jimmy. Ile chama alikuwa hatari. Yeah, walikuwa vizuri. Mwisho wa siku unaleta mchango gani kwenye kikapu overall? Yeah. I'll speak about Phineas. Phineas nacheza naye kikapu kitambo zanaki and he's good at what he's doing, so shout out to you. Shout out to you, Phineas. That's great. Shout out to you, man. I'm a biggest fan of him, by the way. Napendaga the way anavofundisha content zake. Content kali. Na ana content kali sana. Online moja kati ya coach ambaye sio content tu, mazoezi yake pia unaona kabisa yani he's dedicated. He's dedicated in what he's doing. Yeah, kweli. Mwisho wa siku mchango, una mchango gani kwenye kikapu? Mchango. That's what matters, man. Phineas ana mchango mkubwa. Yeah. Na ametuonyesha uwezo wake alivyoichukua Taus Lawyers. Unajua Taus Lawyers bwana, by the way, sasa hivi mimi ni shabiki wa Savio, ni shabiki wa Lioness, but kwenye ukweli tuzungumze ukweli. Unaelewa? Ndio maana tupo hapa. Mwanzo ni kwa nini tupo? Yes. Tumeona kwenye off season. Umeona roster yao sasa hivi. They got Baby Girl, Happy. Who else? They have no, naomba nikutajie roster yao vizuri. Kama nitakuwa nimekosea, you know. They wana Baby Girl. Sawa, Happy. Sawa. Wana Tuma Indosi. Damn. Crazy. Damn. Oya, wana Diana. Sawa, wana Jackie. Tuku. Sawa. Wana Tuku. Wana dada mmoja Masai anarusha jampa tu yeye. Anaitwa nani? Masai mrefu hivi. Kwa moja limuona iveleka kama nywele nyekundu. Alafu wana mtoto mwingine anaitwa Amina. Kali. Amina. Sijui yao kusema ukweli. Na mimi wanakujaga tulikuwa tunafanya nao mazoezi readers. So I know them kwa sababu tulikuwa tunacheza nao sometimes tunajimix. So nimeona game yao pia. Wako tayari compete. Okay. Ndo team pekee inafanya tryout Bongo. Yo, by the way, that was crazy. Sijai kuona tryout. What? And they're very serious. Mlitushtusha sana. Mimi nilipenda sana. I remember they share kwenye IG. Yeah. Couple highlights kwamba this is nice. Very nice. Sijai kuona yani shout out to movement za kizazi sana zile. Shout out to Taus Lawyers, uongozi wao. Wana management nzuri inaonekana. Wanajihusisha na outsiders pia kwa sababu kama unakumbuka Lawyers wakicheza outsiders wao wanakaa upande outsiders. Macheerleader wao. Hata mabraza zao walikuwa na support. Bwana inajulikana hiyo. Kwa hiyo shout out to them na uongozi wao kwa ujumla, na wanafanya kitu kizuri. Unajua kufanya investment kwenye kikapu, tunarudi tena mchezo wa ridhaa ambao haupati pesa sehemu yote, ni watu wanajichanga mfukoni ili watu wengine wacheze, tupate furaha watu wengine. Kwa sababu michango yetu ni midogo sana. Vibaya mno. Midogo sana. So kama anapotokea mtu anapojitoa kutoa hela yake kupambania timu, kuanzia jezi, watu usafiri, kuumwa na nini, shout out to them and shout out to Musa too wa Dar City. He's the one ambaye ameonyesha hichi kitu kinawezekana. Shout out to Dar City too. Dar City this season though, nasikia kuna mambo hapo katikati. I don't know, lakini
Baba tuongelea kwenye episode ijayo. Ila unazungumzaje makocha kuwaweka mabenchi wachezaji wakali? Bro. Namzungumzia mtu kama Alimo. Ndio maana nakuja kwenye point yako kwamba miongoni mwa watu ambao wana kazi ngumu ni makocha pia, especially kama una bench ambalo lina talent, lots of talent. 2024 Olympics. Crazy bro. Ndio hii hapa hii nini? This series Court of Gold ipo Netflix. Yes. Kocha Marekani Steve Kerr anasema kwamba hajawahi kuwa na stress kama aloipata kwenye gold medal game, kwamba akiangalia hivi wote watu kwa nini hajamchezesha Jason Tatum? Sasa JT aura, unajua watu waliongelea mbona hilo aura, yani hivyo tu, yani ndio maana nakwambiaje, is one of the best bro. Come on. Buka na hisi mmempraise sana. Sio kumpraise tu. Talent wise JT is the best. Mbona hajacheza? Talent wise JT is the best. Sikiza ngao kwambia kitu kimoja sana. No. And na resume yake inakwambia kabisa he's a champion. Come on bro, champions. Kuna champions ngapi kwenye roster? Franchise player. Kuna Buka? Buka? He's just there. What you mean he's just there? Kwani Buka sio franchise player? Okay, franchise player ambaye wachezaji wengi mmoja hajacheza, yule mwingine yule Bisho, Tyrese, Haliburton sijui. That's kid. It's too, yani this is small children. Small children. Anyway, ndio hivyo. Yani yule mtoto pale, yule mtoto mdogo kushinda wote pale. Bwa mdogo. Point ni Anthony Edwards amekuprovia wrong, why hawezi kuishi kwa bench. Sasa Anthony Edwards ndio, yani Anthony Edwards akae bench acheze Jason Tatum. Kweli? Haya, hapo JT no anambia weka, yani coach Kerr kuna muda alikuwa no, we are talking about 101, we are talking about individual talent, or we are talking team talent. Individuality talent. JT is good compared to Ant, where naisi Ant Edwards hujamzingatia vizuri. No, JT Ant Edwards. No, namkubali Ant. Namkubali Ant. Sawa, Ant namkubali sana. No, lakini hebu be positive. This is me being positive. Na nasema hata mimi ndo ningekuwa coach Kerr, JT, Anthony Edwards, bro. Yani sifikiri mara mbili. Nahisi inabidi tukae na mtu kama Bahati Mgunda ambaye anaijua game. Amaike mimi na sio tukapigana hapa. Bahati Mgunda akae kati. Sawa. Alafu tuzungumzie details by details. Tutafute muda wake siku tumfuate hata uwanjani Zanaki. Hamna shida. Tumfuate hata uwanjani alafu tuzungumze detail by detail. Hamna, nitakukumbusha ile. Nitakukumbusha. I'll see you. Nice catching up. See you in the next one, yo. See you in the next episode. Peace. It was us. Peace.